Napenda kuwakaribisha ndugu zangu wote popote pale mlipo katika mfululizo wa vipindi vyetu vizuri, vipindi vya neno la Bwana. Na hii ni sehemu ya 4. Kumbuka mada yetu kubwa ambayo tunayozungumzia hapa ni vikwazo katika utume wa Bwana, sehemu ya 4. Tunakwisha kuangalia katika sehemu 3. Hii sehemu ya 4. Leo tutaangalia jinsi ambavyo shetani anavyoleta vikwazo katika kazi ya Bwana, anavyozuia kazi ya Bwana. Na leo tunaona ya kwamba shetani ni mjanja, anatumia binadamu. Tutaangalia kitabu cha Kutoka sura ile ya 8 na lile fungu la 20. Mpenzi mtazamaji, Biblia inasema hivi: Bwana akamwambia Musa, inuka asubuhi na mapema, usimame mbele ya Farao. Atoka aende mapema, usimame mbele ya Farao, ukamwambie, Bwana asema, wape watu wangu ruhusa waende zao ili wanitumikie. Tunaona jinsi ambavyo mfalme Farao, jinsi ambavyo Mungu alipokuwa amekusudia taifa lake la Israeli liondoke katika ile nchi ya Misri, lielekee katika ile nchi ya ahadi, nchi ya Kanaani hapa duniani. Lakini kwa nini binadamu analeta vikwazo? Binadamu analeta vikwazo kwa sababu nyuma ya Farao hapakuwepo kiumbe mwingine. Alikuwa ni shetani mwenyewe ameingia katika umbo la Farao, la huyu mfalme, kuweza kuleta vikwazo. Nataka nikwambie, wafalme tulio nao ama viongozi tulio nao, binadamu tulio nao, bila kuwa makini, shetani anaweza akapita nyuma yao, akawaingia, akaleta vikwazo. Na kwa sababu hatusomi neno la Bwana, unaweza ukafikiria kwamba anayoyafanya na kuyatenda yuko sawasawa. Lakini pia shetani huyu ni wa ajabu sana. Leo katika ulimwengu wa sasa anatumia wafalme ama viongozi wa juu sana kuleta vikwazo katika kazi ya Bwana. Naomba nikuletee fungu jingine, fungu la pekee sana. Hili fungu ni kitabu cha Danieli sura ile ya 3 na lile fungu la 1. Kama tunavyofahamu, mfalme Nebukadneza alipokuwa ameandaa mambo mbalimbali akifikiria kwamba anayatengeneza kuneemesha ufalme wake, lakini kumbe shetani alikuwa ameingia ndani yake na kuleta vikwazo katika utume wa Bwana. Nebukadneza mfalme, Danieli 3:1, Biblia inasema, Nebukadneza mfalme alifanya sanamu ya dhahabu ambayo urefu wake ulikuwa ni dhiraa 60 na upana wake dhiraa 6, akasimamisha katika uwanda wa Dura katika wilaya ya Babeli. Ndipo Nebukadneza akawatuma watu na kuwakusanya waumini na manaibu na mawaliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya yote na wahudhurie wakati wa kuzindua ile sanamu mfalme Nebukadneza aliyosimamisha. Kwa ufupi ni kwamba baada ya kuwa amepewa unabii na Danieli ya kwamba utawala wa kwanza ule wa dhahabu ni utawala wake, na kuambia ya kwamba utakuja kutoweka, mfalme wa Nebukadneza ukaingia binadamu. Ulipoingia binadamu ukiwa unatiwa nguvu na shetani, akaamua kutengeneza sanamu. Ile sanamu ilikuwa ni ya dhahabu tupu, akaisimamisha katika uwanda wa Dura. Lengo lake ni nini? Akiwa na maanisha ya kwamba ufalme wake uwe ni wa milele, usipite. Lakini ukiangalia nyuma yake ni kwamba aliyokuwa anayafanya, alifikiri ya kwamba anayafanya kwa nguvu zake. Shetani aliingiza pale, akaleta ibada ya sanamu, na ndani yake walikuwepo watumishi wa Mungu ambao waliokuwa wamemwabudu Mungu wa mbinguni, walikataa kuabudu ile sanamu katika uwanda wa Dura, na matokeo yake tunayafahamu ya kwamba walitupwa katika tanuru la moto. Wafalme wanaweza kuleta vikwazo katika kazi ya Bwana. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, unapokuwa unafuatilia mfululizo wa masomo haya, hebu usikate tamaa. Na shetani ni wa ajabu sana, anahitaji kuwafanya wanadamu wa kipindi cha mwisho wasiweze kufahamu wazi namna gani viongozi wakuu wa kiserikali wanaweza kutumiwa na shetani kukwamisha kazi ya Bwana. Kitabu cha Mathayo 27 lile fungu lile la 1, Biblia inasema hivi: na ilipokuwa asubuhi, wakuu wa makuhani wote na wazee wa watu wakafanya shauri juu ya Yesu wapate kumuua. Wakamfunga, wakamchukua, wakampeleka kwa Pilato aliyekuwa liwali. Hebu angalia, wakuu wa makuhani na wazee wote wa watu, hawa ni viongozi. Somo linasema vikwazo vya utume wa Bwana, sehemu ya 4, na tunaangalia jinsi viongozi wa kibinadamu, watu wanaovyoweza kuikwamisha kazi ya Bwana wakitumiwa na shetani. Hawa watu wakitambua wazi, shetani akitambua wazi ya kwamba
muda wa Kristo kwenda kuikomboa sayari dunia umekaribia, aliwakusanya viongozi mbalimbali. Hawa viongozi ni makuhani na wazee, wakafanya shauri la kumkamata Yesu. Sio kumkamata tu, Shetani aligundua wazi ya kwamba tukimzuia Yesu hapa hawezi kufika msalabani, lakini ama hakika hakuweza kufaulu. Yohana 18, kitabu cha Yohana wa Injili sura ile ya 18, naomba nikupatie fungu jingine hapa la pekee, 18 na lile fungu la 3. Yohana 18 na lile fungu la 3. Yohana 18 fungu la 3, Biblia inasema hivi, mpenzi, basi Yuda akiisha kupokea kikosi cha askari na watumishi waliotoka kwa wakuu wa makuhani na Mafarisayo, akaenda huko na taa na mihenge na silaha. Basi Yesu hali akijua yote atakayompata, akatokea akawaambia, ni nani mnayemtafuta? Wao wakajibu, ni Yesu Nazareti. Akawaambia, ni mimi. Yuda naye alimsaliti alikuwa amesimama pamoja nao. Unaona, Shetani akapitia tena viongozi hawa, akapitia binadamu, akampitia Yuda, akaingia kwa viongozi makuhani ambao leo unaweza kutaka kama ni wachungaji wa kipindi kile, na viongozi wengine wote. Hawa ni binadamu ambao kwa namna ya pekee sana Shetani aliwaingia waende wakamkamate Yesu ili wamuondoe katika mfumo wa ramani ya Mungu au ratiba ya Mungu ambayo alikuwa ameitoa Yesu mpaka afe msalabani ili aweze kuikomboa sayari dunia. Mpenzi mtazamaji, nataka nikwambie kitu kimoja. Shetani anatumia viongozi, anatumia watu, anatumia wanadamu kwa vyeo vyao, wakuu wa mikoa, marais, wafalme, anaweza akawatumia kupindisha kazi ya Bwana. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, nataka nikwambie katika somo hili nikupatie fungu la pekee sana linalotupatia wito wa kutambua tufanye nini sasa. Kitabu cha Ufunuo sura ile ya 3 na ile fungu la 18, Biblia inasema hivi. Ufunuo sura ya 3 na lile fungu la 18. Angalia, wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Hiyo ni fungu la 10 la Biblia. Lakini ile fungu la 18, Biblia inasema hivi, nakupa ushauri nunue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe, upate kuvua aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho, ili tuweze kumtambua Shetani katika mifumo yake ya mwisho wa ulimwengu. Anatumiaje wanadamu, anatumiaje viongozi, anatumiaje wakuu wa nchi, wakuu wa wilaya, viongozi mbalimbali. Si kwamba viongozi hao wanaotumika sasa hivi kama wanatumia Shetani, hapana, lakini wanaweza kutumiwa na Shetani. Kwa hiyo mambo wanapokuwa wanayatoa, ukiwa na dawa ya macho, ukisoma Biblia utamtambua kiongozi huyu anayoyazungumza yapo kinyume cha Mungu wa mbinguni. Na mbaya zaidi ni kwamba kizazi hiki hakisomi Biblia. Nataka nikwambie, soma maandiko tupate dawa ya macho kwa ajili ya kumtambua Shetani. Mungu akubariki tunapoendelea katika sehemu ya 5 na kukaribisha. Asante. Tuombe. Baba, asante kwa upendo wako. Katika sehemu hii ya 4 tumeona jinsi ambavyo Shetani anatumia wanadamu kukwamisha kazi yako. Tupatie dawa ya macho katika ulimwengu wa mwisho. Viongozi hawa wanapokuwa wanasimama kwa ajili ya kuleta mambo, tutambue yaliyo mema na yaliyo mabaya, ili yaliyo mema tuyafuate na mabaya tukuinue wewe kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Msaidie mpenzi mtazamaji katika jina lake Yesu. Amen.